niendelee tena kuonya, na nimeambiwa kwamba tarehe 24 bado kuna watu wanaendeleza kauli mbiu ya kwamba watakinukisha. Naomba niwape rai ndugu waandishi wa habari ya kwamba naamini statement ya kukinukisha haiwezi kutokea kama haupo tayari kunuka. Statement ya kukinukisha haiwezi kutokea hata kidogo kama haupo tayari kunuka. Naomba niendelee kuonya baadhi ya Watanzania wachache ambao wamealikwa au kuja katika mkoa wa Dar es Salaam, na ambao wachache wamekwisha anza kufika na kulala kwenye baadhi ya mahoteli. Moto wa kisheria utashuka kwa nguvu zote dhidi ya wale wengi au wachache watakaodhamiria kuharibu hata kwa namna ndogo sana amani ambayo imekwisha jengwa ndani ya mkoa wa Dar es Salaam. Tumesema kutoka sasa na kuendelea, mikono yetu inawasha sana katika kuhakikisha amani hii haivurugu hata kidogo. Alfajiri ya leo vile vile tumepokea taarifa kwamba kuna mwanaharakati mwingine, na niseme ukweli, huyu ni rafiki yangu, anaitwa Mdude Mpaluka Nyagaji. Watu wanaojiita polisi wamevamia nyumbani kwake, wamemshambulia na silaha mbalimbali bruto, walikuwa wanapiga na kama manondo na nyundo na vitu gani. Wamemuumiza sana. Wote mnaona ile damu iliyokuwa ikimwagika, sio mbuzi alikuwa anachinjwa, ni damu ya Mtanzania mwenzetu. Nimejaribu kufanya mawasiliano na polisi Mbeya, mpaka muda huu wananiambia, kila ninempigia ikiwemo RCO wananiambia sio yeye na hana taarifa ya tukio hilo. Tumewasiliana na familia yake, wamesharipoti tukio kituo kikuu cha polisi Mbeya. Matukio yote mawili Baraza la Uongozi la Chama cha Sheria Tanzania Tanganyika tunayafuatilia kwa ukaribu wa kipekee. Tumesikia Spika Tulia Ackson amesemaje? Rais Samia ni rais wa nchi, lakini pia ni mwenyekiti wa chama chetu. Asitokee mtu yeyote wa nje ya chama, wa ndani ya chama, akawa anamsema vibaya rais alafu wewe ukamtazama. Shughulika naye. Hata mimi mbunge wako akiwa ananisema vibaya, nyoka naye. Hata diwani, kwa sababu madiwani wa hapa Mbeya mjini sasa hivi wote ni CCM. Hata akimsema vibaya mwenyekiti wa serikali ya mtaa, na yeye ni CCM, nyoka naye. Wanyoke, ile ni jinai haina kinga ile, wala hajafanya akiwa spika. Pale hapakuwa bungeni, pale palikuwa mtaani. Alikuwa akichochea mauaji ya kimbari. Yale ni mauaji ya kimbari. Kuua kundi au kupoteza kundi fulani linalofikiri kwa namna fulani. Kwa hiyo nchi tuna wajibu wa kuitunza, na namna pekee ya kuitunza ni kuhakikisha kila mmoja anajisikia yuko salama. Sare za CCM watu walikuwa wavai. Kile kikosi cha chinja chinja mimi ndo nilikuwa nakiongoza. CCM oye! CCM oye! Utakuwa na maoni huru tu labda kama una support kile kinachofanyika na serikali, lakini ukikosoa hauna huo uhuru. Lakini ukiwa una support kinachofanyika na serikali, hata ukitukana wengine you are safe. Hata ukitishia kuua, kuna mtu alitishia kuua. Kwa mfano mimi nashangaa polisi leo nimesikia wanatusema tunataka kujibu statement ya Chadema ya tarehe 11, lakini kuna statement ilitoka Kagera. Kama kuna mtu anadhani anao uhuru wa kukaa mtandaoni na kisimu chake, anashinda asubuhi kutwa nzima anatukana viongozi, jeshi la polisi, hawa tukiwapoteza msiwatafute hapa. Piga makofi kwa sisi. Mwenyekiti wa UVCCM anazungumzia kupoteza watu, mpaka leo polisi haijajibu. Kwa hiyo mimi nilikuwa nafikiri sehemu ya kuanzia huyu msemaji wa polisi atakayesema leo akamatwe, na yule wa Kagera akamatwe. Hapo ndio lidi ya kuanzia. Maana hiyo itakuwa ni kateli moja inayohusika kusubjugate wananchi. Kwa nini nasema hivyo? Kuna mtu ametoa kauli ya kiuhalifu yule kijana. Kupoteza. Kwamba watawapoteza na polisi wasiwatafute. Na kweli polisi hawatafuti. Huyu anajisikia hayuko salama akishakata tamaa. Na ili walijue, akishakata tamaa kwamba there is nothing itakayonihakikishia usalama hapa nilipo, bora nitoke liwalo na liwe, hatuna nchi tena. Wahalifu wanajulikana, na mimi nasema yote hii inasababishwa na polisi, jeshi la polisi kutokuwajibika na kuvumilia hivi vitendo vya kihalifu, kwa sababu watu wameshatoa lini. Mkuu wa wilaya pale amesema alikuwa porini na kuna mambo mengi wameyafanya. Wote hapo madiwani
mwaka 2020 hayuko diwani aliyepiga kampeni hapa. Ni mazingira ambayo yalikuwa yametengenezwa na serikali ndio iliyofanya kazi ile ya wewe kupita bila kupigwa. Na kuna watu unafahamu kilichotokea huko kwenye mapoli na sehemu zingine, na mimi nilihusika kwenye majimbo fulani. Hasa mazingira yale ni serikali ndio iliyofanya ile kazi.